kutokana na ushiriki wa Simba na namna inavyofanya vizuri katika michuano ya kimataifa, ikaweza kupandisha ramani ya Tanzania, rank ya Tanzania. Leo hii nchi yetu kimichezo na ligi yetu imepanda sana mpaka kufika nafasi ya 6. Simba. Kwa hiyo unapozungumza mafanikio ya Tanzania katika michezo, huwezi kusahau au kudogoisha mchango wa Simba. Sasa sisi wengine tunaopata bahati ya kuzunguka nje ya Tanzania, ukifika sehemu kwa wenyeji wako huko, wewe umefika pale mgeni, simama unajitambulisha, bwana mimi naitwa Mwenda Suleimani, natokea Tanzania. Anasema ndo kule nakotoka Simba. Anasema hawasemaji nakotoka Yanga. Simba hawajui lakini Simba wanaijua. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi niwapongeze wanachama wa tawi hili la Simba katika kijiji hiki cha Tulia. Kwanza ni wazo zuri na ubunifu mzuri, lakini pia nimependa mkakati wetu kwamba si tu tuweke tawi, lakini tujenge na ukumbi, ambao ukumbi huu utakuwa pamoja na kuwa ni sehemu ya burudani, lakini itakuwa ni chanzo cha mapato. Na leo hii michezo katika nchi yetu ni ajira kwa vijana, michezo ni uchumi kwa mtu wetu. Leo hii wewe unaweza ukachukua hata uwakala, kwamba wewe kazi yako unaenda kwa Sunderland, unachukua jezi za Simba, unakuja kuuza kwa wanachama wenzako hapa Tulia, unatengeneza maisha yako. Kwa wale timu zingine wao sijui, kwa sababu wale hata jezi hawanunui, wanaazimana, kinunua mmoja mwingine leo anavaa huyu mwingine kesho, lakini wana Simba katika watu ambao wanaipenda timu yao ni wana Simba. Makofi jamani. Kafu walivyotupa zawadi na kututambua kwamba ndio timu inayoongoza kwa mashabiki wenye hamasa Afrika, hawakuwa wamekosea. Makofi kwa wana Simba jamani. Wana Simba siku zote wamechangamka, wanajitokeza uwanjani, wanashiriki matukio yao kwa matokeo yoyote wanayoyapata. Sawa sana. Wale wenzetu ili washiriki mpaka wapikiwe supu sijui mara sijui ni wazito. Na supu sasa hivi wameanza kudai na chapati, kwamba supu inakuja bila chapati. Kweli ubingwa lazima ni kwamba wale jamaa wana pointi zetu 3 za tarehe 8 lazima kuongezea, tunaenda ku equalize. Alafu hizo zingine, lakini 3 ni uhakika zinatoka kwa lazima. Yani 3 zinatoka kwa Yanga lazima. Alafu hizo zingine tutakuta kwa hizo timu zingine, lakini 3 zetu za uhakika kwa Yanga. Wale jamaa nyuma wana maneno ya ajabu nyuma mwiko mara sijini mara guza achia. Wana maneno mengi, wana majina mengi. Lakini kwa kweli hali yao ni mbaya. Na tuendelee kuwaombea. Wamejaribu kimataifa kugusa tu, wametuacha wenyewe ambao ndio tunapanda ndege. Hii hawajazoea kusafiri juu. Sio kitu rahisi. Walizani ni rahisi, lakini wameenda wamejaribu, kilichowakuta wametambua kwamba kweli wenzetu wanafanya shughuli. Analala pale Taifa, walikuwa wanajua ni rahisi. Wanasema mbona Simba anamfunga Al-Ahly? Wamemfunga Mwarabu. Sisi tunaenda kuwafunga Waarabu huko kwao. Waarabu wakipangwa tu wanaanza kusoma dua zote. Mungu tuepushe sisi na kikombe hiki. Simba wafanye ndio timu pekee mgeni rasmi, ndio timu pekee ambayo yani ni Simba ni timu pekee 23. Mimi nitatoa mifuko 20 sana.
Asante DJ, asante. Kwa ajili ya kujenga ukumbi. Sasa hivi tuna ukumbi wetu, tunapotaka kutazama mechi zetu tunaenda kutazama kwenye ukumbi wetu. Yes. Hata wale wenye wakiwa na mechi zao tutawakaribisha. Wao tutawakaribisha, wanakuja kuangalia. Tutawakaribisha na watatukodishia. Ni timu kubwa. Kama mtu ana kipaji chake, leo anatoka Kiomboi na Town Star, anaenda kucheza na Azam anaonekana, anaenda kucheza na Mtibwa anaonekana. Ndio mara moja unasikia mtu ametoka anaenda anacheza kwenye hizi timu kubwa kubwa, na yeye anaweza kuendesha maisha yake, anapata kipato cha kujitosheleza kabisa. Kwa ndugu zangu, tusidharau. Mchezo ni ajira kabisa ya uhakika, yaani wala sio kwamba ajira mpaka uajiriwe serikalini. Hapana, kipaji chako ni ajira yako. Mungu akikupatia kipaji fulani kitumie ili utengeneze maisha yako. Sawa sawa.